يقول: ما حكم صلاة التراويح وصلاة التهجد، وما هو وقت صلاة التهجد، وكم عدد ركعاتها، وهل يجوز لمن صلى الوتر بعد الانتهاء من التراويح أن يصلي التهجد أم لا، وهل لابد من اتصال صلاة التراويح بصلاة العشاء بأن تكون بعدها مباشرة، أم أنه يجوز لو اتفق الجماعة على تأخيرها بعد صلاة العشاء ثم تفرقوا وتجمعوا مرة أخرى لصلاة التراويح، أم أن ذلك لا يجوز؟ أما صلاة التراويح إنها سنة مؤكدة، وفعلها بعد صلاة العشاء وراتبتها مباشرة، هذا هو الذي عليه عمل المسلمين. أما تأخيرها كما يقول السائل، تأخيرها إلى وقت آخر ثم يأتون إلى المسجد ويصلون التراويح، فهذا خلاف ما كان عليه العمل، والفقهاء يذكرون أنها تفعل بعد صلاة العشاء وراتبتها، فلو أنهم أخروها لا نقول إن هذا محرم، ولكنه خلاف ما كان عليه العمل، وهي تفعل أول الليل، هذا هو الذي عليه العمل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kuna jambo muhimu ambalo tabidi tulirekebishe ama tuliweke sawa. Mafahim yajibu an tusahah. Tulizungumzia mwaka jana masala yanayofanyika misikiti mingi katika 10 la mwisho, kuacha kuswali mwanzo usiku bilkulliya na kuhamisha, takuja kutaja hiyo naql, na kuhamisha swala ile kuiswali akhiril layl. Tukasema hilo jambo halipo sawa, na tukataja aqwal za ulama kwenye hilo na walivyofahamu nusus kwenye hilo. Lakini la kusikitisha, kukatoka majibu ambayo ikajibiwa kauli zile, na alizungumza hivyo ni mtu muhtaram na ni mtu mutawadhi, ni katika watu ambao sikutarajia pia wazungumze vile. Ni tanaqudat, yani tanaqudat, ukisikiza maneno yake hata hahitaji wala urudi kwenye vitabu, yani vile vile alivyo yenyewe kwa yenyewe za kuyajibisha yenyewe kwa yenyewe, yani ajigonga ile maneno hayako sawa. Na hivi ndivyo ilivyo. Ikiwa utajaribu kutetea kitu ambacho hukuwa na hujja nacho, mwisho utafikia kudakia na kurukia vitu ambavyo si hujja wala si dalili. Kama Waswahili wasema, mfamaji haachi kutapatapa. Yani ukiona karatasi mbele utaishika, ukiona jani la mtu utashika, ukiona kila kitu kitakuokoa. Ndio hii yaliyotokea. Sasa mimi nitataja baadhi ya, sikuwa na haja ya kujibu na wallahi sikutaka kujibu, lakini kwa kuwa baadhi ya watu waona labda ni imekoroga ama ni majibu, kwa tutajibu kwa baadhi ya watu wafahamu. Katika tulivyozungumza masala ya salati al-layl ama qiyamul layl, salatu tarawih na tahajjud, maulama huzitaja kama maana moja. Sasa huyu akaanza kutaja aqwal za maulama kuonesha salatu tarawih na salatu tahajjud na qiyamul layl zote ni sala moja. Lakini kitu ambacho ameshindwa kuelewa, na ndio wakakoroga kote huko kulikobaki, yani kuna mahali msingi muhimu ameshindwa kuelewa, akaharibu kila kitu. Ameshindwa kufahamu maneno ya maulama wakizungumza qiyamul layl, tarawih na tahajjud, yani ni swala moja lakini bainahuma umumun wa khusus. Hapo ndio ameshindwa kufahamu. Kila tarawih ni qiyamul layl, ndio maana ni swala moja. Kwa hiyo tukiswali tarawih bado tuwaswali nini? Qiyamul layl, sio kwamba ni swala tofauti. Lakini haina maana kila qiyamul layl ni tarawih. Sasa hapa ndio ameshindwa kufahamu. Kuna furuq baina ya salat ya qiyamul layl na tarawih, japokuwa kuna umum na khusus. Kila tarawih ni qiyamul layl, lakini sio kila qiyamul layl ni tarawih. Kwa hapo ifahamike,
ndio maana katika furuq nitaje baadhi ya furuq ndio uone hapa aliteleza hapa maskini akaharibu kila kitu. Tarawih haipatikani isipokuwa wakati gani? Wakati wa Ramadhani. Kuonesha ukiswali nje ya Ramadhani huwezi kuambia umeswali nini? Tarawih. Ni qiyamul layl, lakini haiwezi kuitwa tarawih nje ya Ramadhani. Sasa kitu alichokoroga amechukua dalili za kuonesha qiyamul layl zote akaziteremshia kwenye nini? Kwenye tarawih. Lakini tarawih, kila tarawih ni qiyamul layl, lakini sio kila qiyamul layl ni tarawih. Hapa ndo ameshindwa kufahamu. Na tofauti nyingine ya tarawih na qiyamul layl ni kwamba qiyam ama tarawih ni sunna na ni mashru' kuswaliwa misikitini jamaatan. Wakati gani? Wa Ramadhan. Ni sunna na ni mashru' kuswaliwa misikitini jamaatan. Lakini baada ya Ramadhani watu wakamaliza baada ya Ramadhani watuambia qiyamul layl na tarawih swala moja, kwa tuswali baada ya Ramadhani jamaatan. Haiwezekani, ni bid'a. Kwa hiyo hapo mwenye utaona kwamba qiyamul layl na tarawih sio moja kwa moja kwamba zaoana kwenye kila sehemu. Kwa hiyo ufahamu maneno ya maulama. Ametaja maneno Ibn Baz kuonesha qiyamul layl, lakini hii ni Allahu almustaan, sijui kwa nini amezungumza hivi, lakini nahisi yani alghaidhu atara qalbahu wa malaa lubbahu. Yani ukiwa na hasira, ukizungumza kwa hasira siku zote utaharibu. Masala ya kiilmu hataki hasira. Sali zungumza kidogo na ghaidh, yani mpaka mwisho akasema sijui wamezungumza haya kwa malengo yao mengine. Hata nashindwa kwa nini mtu aseme hivi. Nasallallahu salama alafia, lakini mimi sisemi hivyo. Mimi sisemi amezungumza kwa malengo mengine. Mimi nampa udhuru, alikuwa na hasira akazungumza hivyo akakosea maskini. Sasa kwa hiyo tarawih na qiyamul layl kuna umum na khusus. Ukisha kufahamu hapa basi ukisoma nusus za kisheria utazifahamu sasa. Lakini ukisha kuharibu huu msingi wa kwanza basi utaharibu kila mahali. Utataka kuteremsha dalili zote za qiyamul layl kwenye nini? Kwenye tarawih. Na utataka kuteremsha dalili zote za tarawih kwenye qiyamul layl. Ukifeli hapo utafeli kwenye kila mahali. Na hii ipo wazi kwenye maneno ya maulama. Wacha yeye kufahamu, yafahamu, na hisi ni ile jazba tu. Maneno yafahamika hata na talibul ilmi mdogo yafahamu mambo madogo tu. Kisha katika kuzungumza akajaribu kusema kuonesha kwamba akasema nisijui ni ikhtilafu tanawwu, kwamba mwingine akiswali raka 4 moja kwa moja bila salamu na mwingine akaswali 2 huwezi kusema yule amekosea. Ama sala mengine kando mengine amekosea. Bal Ibn Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi akasema mwenye kufanya hivi min su'i fahmin wa qillatu ilmin. Ibn Uthaymeen sitaja masala mengine tuache kando, yani kwamba ile hadithi ya Aisha kwamba salla an-nabii sallallahu alayhi wasallam 4 la tas'al an husnihinna wa tulihinna, kwamba liswali 4 moja kwa moja, si hivyo. Na hata tukisema ni hivyo, wale waliofarikisha baadhi ya maulama wakasema hii ni kwenye qiyamul layl lakini si kwenye tarawih, kuonesha pia tofauti nyingine hiyo. Kwa hiyo akazungumza alipokosea kwenye huo msingi, ndio maana akakoroga kila mahali. Na umfahamu pia katika furuq za tarawih na qiyamul layl ambao maulama huzitaja, na hasa Hanabila, wao wanaona qiyamul layl yaanzia baada al-maghrib, lakini salatu tarawih huwezi kuiswali paka baada salati al-isha, sio muda wa isha, baada salati al-isha. Bimaana mtu akiswali wakati wa isha ushaingia, lakini akaja msikitini akapata watu waswali tarawih, akaswali ile tarawih kisha baadaye akaswali isha, Ibn Baz aliulizwa akasema hii si tarawih, ni nafila, lakini haiingii kwenye nini? Kwenye tarawih, kwa sababu tarawih hairuhusiwi kuswaliwa mpaka baada ya swala ya nini? Ya isha. Hii pia ni katika furuq. Lakini qiyamul layl, bal Hanabila watatia kwamba qiyamul layl pia isabiwa mtu akiswali sunan na nawafil baina al-maghrib wal isha, hii yaingia qiyamul layl.
bal imekuja hadith kwenye sunan Abi Daud, hadithi ya Anas, na pia imepokewa katika kauli ya Qatada, kauli yake Allah, kanu qalilan min al-layli ma yahja'un, sema as-salatu bayna al-maghrib wal-isha, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i, Anas, wakadhalika Qatada, as-salatu bayna al-maghrib wal-isha. Sahihi, hizi aya zazungumzia nini? Qiyamul layl. Kwa hiyo akasema qiyamul layl yaanza, tofauti ya qiyamul layl na tarawih ni kwamba qiyamul layl yaanza min ba'di salati al-maghrib, lakini tarawih yaanza min ba'di salati al-isha. Lakini kila tarawih, kwa kuwa, sikiza vizuri haya maneno, kwa kuwa tarawih yaanza baada ya swala gani? Ya isha, na muda wa qiyamul layl ushaingia ama bado? Ushaingia kutoka maghrib. Kwa ndio maana tarawih yaitwa nini? Qiyam. Lakini sio kila qiyam ni nini? Ni tarawih. Sasa hapa akakoroga maskini, akaanza kutaja adilla sasa za Mtume sallallahu alaihi wasallam, aliswali mwanzo usiku na katikati ya usiku na mwisho usiku. Ni sasa akaanza kutaja hadithi za umum za kuonesha qiyamul layl, akasahau kwamba yuzungumzia nini. Kwa hiyo hii ndio msingi ambao amekosea, akafanya ta'mim za adilla akaziwekea kwenye sehemu ambao ni khasa. Na mimi nitataja, wajua lao ungekuwa tukhtalifiana kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuswali kwenye hili 10 la mwisho, Mtume aliswali ama hakuswali, ingekuwa hakuna dalili hizo, hapo tungekhtalifiana tukasema fahamu, lakini Mtume amelifanya, salafu amelifanya. Alafu nitakuja ametaja maneno mengine ya hatari sana. Kisha tulizungumza katika maneno kwamba, ama nilizungumza katika maneno kwamba ile swala ambayo yaswaliwa Haramain Makkah na Madina ni tofauti na hii ya huku, kwa sababu wale waswali bado mwanzo usiku, wako kwenye ile sunna ya kuwahi kuswali tarawih mwanzo wa usiku, kisha wapumzika waswali mwisho wa usiku. Sasa sikiza haya maneno, asema nauliza hivi, wale wanaoswali tarawih 10 la mwisho mara 2, ona mara ngapi? Mara 2. Ona hii fahamu sasa, hii ndio ishkali. Wale wanaoswali 10 la mwisho mara 2, si pia wanahusisha? Hiyo ni kuhusisha. Kwa hiyo wale ndio wafaa waambio, kwa hiyo kule ndio kuhusisha. Ama neno hifadhi, alafu atakuja kutaja, utaona tanakudhi yake haya maneno. Kwa hiyo akasema wale vile wanavyofanya ni kuhusisha. Kwa nini? Kwa sababu mwanzo 20 za mwanzo waswali mwanzo peke yake, 20 za mwisho ama 10 za mwisho waswali mwanzo na mwisho. Kwa hiyo akaita hii ni takhsis. Kwa hiyo akasema hilo kama ni kuambiwa ndio waambiwe wale, kwa sababu kama ni kuswali wangeswali toka vile vile, yani wasihusishe. Kwa hiyo akaita ile kuhusisha, akakubali kwamba kule ngufanya nini? Kuhusisha. Alafu huko kuna maneno atakuja achanganya eleweke, akafika kule akasema sisi kuichelewesha huku si kuhusisha. Sasa wewe umeambia wale wenzako wamehusisha, kwa kuwa ila ukasema nini? 20 za mwanzo sivyo walivyokuwa wakifanya kama 10 la mwisho. Alafu wewe wasema yako si takhsis. Sasa wewe wafanya kama walivyokuwa ukifanya 20 ya mwanzo. Mbona imma nyote iwe ni takhsis ama nyote iwe si takhsis? Alafu tuje ipi ambayo ndio iko sawa au masala mengine. Kisha yani akaendelea kutaja hadithi nyingi na aya hizo, kanu qalilan min al-layli ma yahja'un, mfano hiyo na hadithi akazitaja. Akataja maneno ambayo sitarejelea, lakini kama nilivyowaambia akashindwa kufahamu tofauti ya tahajjud na tarawih na qiyamul layl. Kwa namna hizo nilizozitaja, na nilizungumza pia tahajjada ama hajada ni katika alfadhul adad. Mtu kuambiwa ameswali tahajjud mara nyingi ni paka awe amelala kisha akaamka, pamoja na kuwa sengine za silale, lakini akichelewesha ule muda huwa pia huitwa tahajjud, kwa ile jambo ambalo limekulia hivyo kuitwa tahajjud kwa sababu ni muda wake, hata kama mtu hajalala. Kwa hiyo hapa akachukua maneno ya maulama, akachukua umum na khusus, akazungumza kwa aina hiyo. Tayeb, kisha akataja maneno Ibn Baz. Nitataja haya maneno ya Ibn Baz aliyoyataja, kisha nitamuongezea na mengine
asema Ibn Baz aliulizwa, idha aradtu an uhyiya layali al-ashr, nikitaka kuhuisha masiku 10 ya mwisho min Ramadan, mata abda, nianze wakati gani? Sikiza ile swali vizuri. Nikitaka kufanya nini? Kuhuisha. Yeye akafahamu maana kuhuisha ni kuswali. Ona hii shikali nyingine. Yeye hili swali amelisoma vizuri, lakini kulifahamu akalifahamu vibaya, ndio vile akajibu vibaya, akasema kuhuisha. Yeye akafikiri maana kuhuisha kufanya nini? Ni kuswali. Sasa Ibn Baz akajibu kuhuisha mtu yuanza wakati gani? Akasema baada salati al-isha, baada ya swala nini? Ya isha. Kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yuhyi al-ashra al-awakhir, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akihuisha masiku 10 ya mwisho baada al-isha. Hapa mtu yafahamu vipi? Ni i'tikaf. Ama hii ihya ni kufanyaje? Ni kwa i'tikaf. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa aketi msikitini kuhuisha masiku 10 ya mwisho kwa ibada zote, kusoma Qur'ani, dhikri. Sasa ukihusisha ihya ni kwamba ni kuswali peke yake, alafu baadaye ndio utafahamu makosa. Sasa hii yani Ibn Baz azungumzia kuhusu kuhuisha, kisha akataja hadithi Aisha radhiyallahu anha, كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر أحيا ليله وأيقظ أهله وشد مئزاره. أحيا ليله huhuisha usiku wake. Na maulama ukiangalia sharh za maulama, ahya laylahu bisalati wa ghayriha, huisha usiku wake kwa swala na nyinginezo. Kwa hiyo ibada si swala peke yake. Akasema kuhuisha mwanzo usiku, hadha huwa al-afdal, hii ndio bora. Idha tayassara lahu dhalik, ikiwa atakuwa na uwezo, bimaana kuhuisha kuanzia mwanzo wa usiku. Wa innama, sikiza maneno, wa innama ba'dha shay'i, na akilala baadhi ya muda katika ule usiku. Haya, hapa yazungumzia kulala mwanzo. Ba'dha shay'i lazima iwe mwanzo usiku. Hakusema innama awwala al-layli, innama ba'dha shay'i, bimaana akahuisha, bimaana akaanza usiku wake kisha akapumzika kisha akaamka tena ili apate nashat. Sasa maneno yako hivyo. Akasema innama ba'dha shay'i, hakusema innama awwala al-layl. Innama ba'dha shay'i liyataqawwa fala ba'sa, ikiwa atalala baadhi ya usiku kidogo ili apate nguvu kisha endelee, basi haina shida. Amma man qawwahu Allahu ala ihyaiha fi dhalika sunnatun wa qurbah. Amma man qawwahu Allahu ala ihyaiha fi dhalika au afwan fadhalika sunnatun wa qurbah, yule ambaye ataweza kuhuisha usiku mzima, basi hiyo ndio sunna na ndio kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo piga msari, hiyo ndio sunna. Kwa hiyo mtu akilala baadhi shay haina shida. Na nani aliyesema kuna shida ukilala baadhi shay? Hakuna aliyesema hivyo. Kwa maneno Ibn Baz yako vingine, mtu yaje kutafsiri vingine. Ngoja nimuongezee kidogo maneno mengine pia Ibn Baz, na naona yeye ndio ametegemea sana kauli Ibn Baz. Asema Ibn Baz rahmatullahi ta'ala alayhi, aliulizwa pia kuhusu salatu fi al-layl, alipokuwa elezea salatu al-layl na tahajjud na nini, akasema as-salatu fi al-layl tusamma tahajjudan, sawa, wa tusamma qiyama al-layl, kwa sababu ni usiku. Tusamma qiyama al-layl, tusamma tahajjudan wa tusamma qiyama al-layl. Amma at-tarawih, ama tarawih, sikiza maneno Ibn Baz, fahiya tutlaqu 'inda al-ulama'i, hiyo ikitajwa tarawih kwa maulama manake tutlaqu ala madha, ala qiyam al-layl fi ramadana awwal al-layl, kusimama kwenye mwezi wa Ramadhani mwanzo usiku. Akasema ma muraati at-takhfif wa adam al-itala, yakaona kukhafifishwa kusirefushwa sana. Wa yajuzu an tusamma tahajjudan wa an tusamma qiyaman lilaylin wala mushahata fi dhalika. Mushaha ambapo ni istilahi, mushaha la mushahata fi al-istilahat. Kwa hiyo hapa Ibn Baz amezungumza vizuri, ikitajwa tarawih inda al-ulama ufahamika ni qiyam madha, قيام الليل في رمضان أول الليل, mwanzo usiku. Kwa hivyo hivi ndivyo maulama wanavyofahamu.
Sasa ukifahamu tarawih ni kusimama mwanzo usiku kwa maneno haya wanachuoni, alafu wewe wachukua dalili za nyingine za umum za qiyamul layli za mwaka mzima waja kubandika kwenye tarawih. Kwa hiyo akazungumza maneno hayo Ibn Baz, na hayo yapo wazi zaidi. Kisha akataja kaida akasema, na haya maneno ya Ibn Baz yale ya kwanza, yani fala ba'sa ile inama ba'd shay'i fala ba'sa, akasema na haya maneno ya Ibn Baz ndio yafanana na maneno ya maulama wanaosema ma la yudraku kullu la yutraku jullu. Sasa ameangusha tu kaida mahali ambapo si pake. Sawa, ukisema ma la yudraku kulluhu la yutraku jullu, kwamba mtu si lazima kama hawezi kuswali usiku mzima basi asiache wote, ikiwa kwa maana hiyo ni sahihi. Lakini ikiwa kusudia kwamba kwa maana hiyo kusudia kwa maana ikiwa hatuwezi kuswali mwanzo usiku tuswali mwisho usiku, hiyo sio maana ya kaida. Pia ni kujitahidi kwa kadri ya sunna, sio kujitahidi kwa kadri ya ulivyofahamu wewe. Tayeb, kisha akataja masala ya Ramadhani, akasema je, yaruhusiwa 10 la mwisho Ramadhani swala ya usiku tofauti na ilivyosaliwa mwanzo? Akasema hivyo. Kisha akasema yatakiwa ieleweke kwamba Ibn Uthaymeen aliulizwa swali hilo, na hapa nataka ieleweke, akarejelea tena, yani yaruhusiwa kuswali 10 la mwisho tofauti na ilivyokuwa ikiswaliwa 20 za mwanzo. Na kule anasema nini? Kwamba wale wafanya nini? Takhsisi, kwamba hawa ndio walikuwa wafaa ulizwe. Huku anguja asema kwamba yafaa kuswali tofauti na 20 za mwanzo. Sasa mbona uliwalaumu wale wanaofanya vile? Kwa maana tanaqud, yani na hii ni ile kuzungumza kwa hasira, mtu yafikia kwenye hali hii. Masala ya fiqh hataki hasira. Kizungumza kwa hasira utakuja na mambo ya maajabu. Na ni mtu muhtaram, na ni mtu ambaye tunamtarajia ni mutawadhi, na anazungumza bikulli ihtiram. Kwa hiyo akazungumza kwamba 10 la Ramadhani ni jambo ambalo mtume alilifanya, 10 la mwisho alilifanyia takhsisi, sio sisi. Sema mtume sallallahu alaihi wasallam alifanyia takhsisi 10 la Ramadhani. Kisha akataja maneno Ibn Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi, khassa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam au kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yakhussu layali al-ashr biqiyamihi kulli, kwamba alikuwa akihusisha kwa kusimama usiku mzima, yani kuswali, yeye akaelewa kusimama usiku mzima bimaana kuswali baada al-isha mpaka fajr, akafahamu hivyo. Wacha kabla sijaendelea nitaje hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyoswali salatu tarawih 10 la mwisho, alivyoswali tarawih 10 la mwisho, kwa sababu hii ni hadithi zipo alhamdulillah. Tataja hadithi ya Abi Dharr, asema Abu Dharr radhiyallahu anhu, hadith kwenye sunan na katika ile sahihisha Sheikh al-Albani, qala sumna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, tulifunga mwezi wa Ramadhani pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam, falam yaqum bina, lakini hakusimama kutuswalisha, hatta baqiya 7 min ash-shahr, paka ikabaki siku 7 katika mwezi. Hizi ni 10 gani? La mwisho. Angalia Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwaswalisha masahaba vipi? Hakutuswalisha paka ilipobaki 7 katika mwezi. Faqama bina hatta dhahaba thuluthul layl, akasimama na sisi mwanzo usiku paka thuluthi ya mwanzo ya usiku ikafanya nini? Ikaisha. Thumma lam yaqum bina fi sadisa, kisha ilipobaki siku 6 hakunini, hakuswali na sisi tena, bimaana akajitenga peke yake. Waqama fil khamisa, akatuswalisha ilipokuwa imebaki 5. Wengine wakasema ilikuwa ni usiku wa 25, wengine 29, ala khilafin kwenye tafsiri, warudi kuanzia 30 ama kuanzia mwanzo, yani ukiwa mwezi 29 ama 30 itakuwa tofauti. Almuhim akasimama na sisi ilipobaki siku 5, hatta dhahaba shatrul layl, paka nusu ya usiku ikaenda. Faqulna, tukamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa hiyo ameswalisha mwanzo paka katikati ya usiku, wakamwambia Mtume, law nafaltana baqiyata laylatina hadhihi, law
ungetuswalisha tukaswali paka mwisho huu usiku uliobaki tukaswali. Kwa bimaana hakuwaswalisha katika usiku gani wa mwisho, aliwaswalisha kwenye usiku wa mwanzo. Kaambia ungetuswalisha paka huu usiku uliobaki. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaambia innahu man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul layla, yule atakayesimama na imamu wake paka imamu akaondoka, yani akamaliza ile swala yake, basi huyo huwa ameandikiwa ameswali usiku mzima. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliswalisha masahaba 10 la mwisho mwanzo usiku. Sasa wewe wasema maneno ya ajabu, ngoja nitataja hapo mbele. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawasalisha mwanzo usiku. Ndio maana al-Imam Ahmad rahmatullahi ta'ala alayhi alipoulizwa kuhusu kuswali, je, tarawih ayuakharu al-qiyam ila akhir al-layl, je qiyam tarawih yacheleweshwa mpaka mwisho usiku? Qala la, akasema hapana, sunnatul muslimina ahabbu ilayya, sunna wa islamu yapendeza kwangu zaidi kuliko hilo. Na tahriru mahali nizaa, ifahamike sio kwamba tuwasema haifai kuswali mwisho usiku. Tarawih muda wake kuanzia baada al-isha paka mwisho wa usiku, lakini sunna tarawih ni kuswaliwa mwanzo wa usiku. Hata kama sasa mtu ataanza mwanzo usiku akaswali kisha akapumzika akaswali tena kisha akapumzika paka akafika mwisho usiku, shauri zake, madamu ule muda wa kuswali bado upo, yaruhusiwa kuswali. Lakini kule kuhamisha, nitakuja kutaja hiyo naql iliyoelezwa maana yake. Kisha akataja maneno Ibn al-Qayyim, Ibn al-Qayyim. Kabla hayo maneno amezungumza maneno mengine ya hatari. Asema kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akataja zile hadithi zilizotaja kwamba Mtume yuhuisha usiku mzima. Akasema kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alihuisha usiku mzima. Mtume sallallahu alaihi wasallam alihuisha usiku mzima. Sasa sisi tukaona hatuwezi kufuata sunna hii, yani hatuwezi kufanya kama vile Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyofanya. Kwa hiyo tukaona, yani kaja lafdhi hiyo, tukaona, yani lafdhi ya ajabu sana. Tukaona wewe na nani? Tukaona kwamba basi tusiache yote, tuichukue hii tarawih tuipeleke mwisho wa, yani madamu hatuwezi. Asema na sisi hatujahusisha, alivyosema kwamba sisi hatujahusisha, sisi tumefanya takhfif. Sasa takhfifu nkuswali mwanzo usiku ama mwisho usiku? Ipi ni takhfif kwa watu? La shaka ni mwanzo usiku. Kwa hujafanya takhfif. Asema sisi tukaangalia madamu hatuwezi kufuata sunna hii, tukaona tufanye takhfif. Kisha asema hivyo, kisha tukaangalia tuswali wakati gani. Tukaona wakati bora ni wakati wa mwisho wa usiku. Ona hivyo ilivyokuja hiyo swala. Wakaona, yani sio kwamba ni maulama wala ni kauli, wakaona. Sawa, kama umeona ni nyinyi sawa, basi haina tabu. Lakini kama mkaona, asema tukaona tuangalie wakati bora ni mwisho, thuluthi ya mwisho usiku. Kisha akaanza kuleta tena hadithi za umum za kutaja kwamba Allah yateremka thuluthi ya mwisho usiku. Sasa hizi ziko 10 la mwisho tu, ni Ramadhani zote. Sasa hii ndio shida, yafahamu vibaya alafu yachukua maneno ya mahadithi ambazo zimekuja kwenye umumi yastadili nazo kwenye khusus.